Na leo siku ya leo tumekuja hapa mahakamani tuweza ku-extract your court order ambayo inasimamisha jambo lolote lisifanyike lile ambalo linaweza likawa kwamba ni kuimplement ile decision ya kiongozi wa mashtaka ya kuwastaki wale ambao walikuwa wanataka kustakiwa. Kwa hivi sasa tunavyozungumza, nimepata habari kwamba wateja wangu wawili, wa kwanza akiwa Jane Waigwa Kimani na wa pili akiwa Solomon Mutora Kimani, ambao ndio walikwenda mahakamani pamoja na governor wa kitambo, tayari wameshashikwa na kukamatwa na idara ya upelelezi ya tume ya upelelezi ya EACC, na tunavyozungumza na nyinyi sasa wanasikia kwamba napata habari kwamba wanapelekwa mahakamani. Basi ni kusema kwamba yale yote na yakafanyika sasa, nimeweza kutumia DPP na EACC kupitia mtandao wangu wa Twitter, ambapo nimetweet na nikawatag ya kwamba tuko na orders ya kusimamisha yale yote wanayofanya. Kwa hivyo ninasikia kwamba sasa tunavyozungumza na nyinyi, wale wateja wanapelekwa mahakamani. Tunangojea kujua vile tunavyoweza kufika Nairobi kwa njia ya upesi sana, ili tuweze kuwapelekea hii nakala rasmi kwa njia ya rasmi. Sasa tunangoja, nasikia ile inaitangwa chopa, ndio tuko hapa katika Mombi Stadium tukingoja ile chopa ije ili iweze kutuinua mara moja tupeleke hii nakala katika tume ya upelelezi ya EACC na mahakamani. Kama kuna mtu ambaye unamngojea na huyo mtu unajua yuko kwenye hiyo nyumba, mbona usiende mahakamani ukachukue orders za kuingia pale? Mbona hata ungebisha ufunguliwe? Kwa sababu hata wakubisha, waliingia tu kama wezi tu. Hiyo ndio ile serikali ambayo tuko nayo sasa, ambayo inafanya kazi kwa njia ya ugaidi na uhuni na uhasama kwa wale watu ambao hawakubaliani na zile policies ama matoka yao. Hatungefika pale, maanake order ya mahakama ilitoka siku ya jana, and therefore the court order became effective from the time it was issued. And we communicated to the media houses, we communicated to the EACC and the ODPP, and we informed them that we have a court order staying the implementation of the decision dated 13th of April 2024, which is a decision that arose from the DPP's office suggesting that my clients should be charged before a court of law. As at today morning, as at 8 o'clock in the morning, they were aware of the existence of a court order, and therefore anything that they are currently undertaking is a breach and a violation and a disobedience of the court order. They are very much aware. We have also told you through these mechanisms that Mr. DPP, in charge of the ODPP, the person in charge of the prosecution at Milimani Courts, the magistrates handling this matter at the Milimani Courts, the DPP and the EACC, notice and knowledge of the existence of an order is sufficient service. I therefore notify you that you are duly notified that with me I am in possession of a court order that states, pending the hearing and determination of this application, an interim conservatory order be and is hereby granted, staying and restraining the respondents, that is the DPP, the Inspector General, the Director of Criminal Investigation and the Ethics and Corruption Commission, by themselves, their employees, servants, agents and successors as assignees or any other person acting or claiming through them or under them, from taking any action that may amount to implementing the first respondent, that is the DPP's decision contained in his letter dated 13th of April 2024. What else are we supposed to do if this is not a sufficient notice? Ni kwa sababu ya uhasama ya our investigating organs. It tells you that these institutions that we have are not institutions that are independent. Kenyans, we are still not out of the dark. We have to fight to regain our democracy. We have to fight to regain our institutions and the contemplated institutions that we all aspired to have as at the 8th of August 2010. Those gains have been mutilated completely by the current regime. This is a matter that arose in 2014. They are charging the governor, his wife and his brother-in-law, and they are not charging the persons involved in the procurement procedures. They are not charging the person who paid the money. And mark you, we are telling the EACC that we are coming for you to interrogate whether you have any power under the Procurement Act in light of Section 6, 7, 8 and 9 of the Public Procurement and Disposal of Assets Act to investigate any
any offense or any allegations that accrues from the Procurement Act. In our view, and the matter that is before the court this morning, is that the Public Procurement Oversight Authority is the organ vested with investigation powers to investigate such kind of a matter. And therefore it's our case before the court that the EACC has usurped powers that belongs to another statutory organ.